Mwingine akasema hivi, hili limeniumiza sana ise. Kuna mambo mengine mengi sana wanaume tunayapitia, hakuna hata mtu wa kuzungumza naye juu ya hayo, na hapo ukute chanzo ni huyo mwanamke. Sasa mimi sijui. Mwingine akasema hivi, wiki mbili zilizopita nilitaka kujiua. Ni comment, nasoma comment kwenye peji ya Malisa. Wiki mbili zilizopita nilitaka kujiua. Jamii, ndugu, familia hawakuelewi. Tusiache kuomba na kuombeana ili tupone. Afya ya akili ni tatizo tishio la uhai wa kila mwanaume. Mwingine akasema, wanaume inabidi kuondokana na ishu ya kwamba wanaume ni kuwa mgumu. Una shida ndani yako, tafuta uongee. Pigeni makofi huyo jamaa, pigeni makofi. Tutakufa, tutaacha watoto wadogo tusipoongea. Wenzetu wanaongea, wameumbwa kuongea. Emotions zinawatafuna wanaume wengi. Ngoja nisome meza mbili za mwisho. Huyo amenichekesha, anasema hivi, angekuja kujiunga na shirika la wanaume wanaopitia changamoto kwenye ndoa, Shiwashando. Mnalifahamu hilo? Angekuja kujiunga na shirika la wanaume wanaopitia changamoto kwenye ndoa, Shiwashando. Mwenzao yuko serious, yeye anatania huko. Acha. Kwa hiyo wanaume wanabeba, cha kwanza spiritual weight, ya pili financial weight, ya tatu emotional weight, ya nne social weight, uzito wa kijamii. Jamii inamwangalia mwanaume kwa matarajio makubwa. Jamii inategemea mwanaume awe perfect, awe na nidhamu, awe na maamuzi bora, awe role model wa vijana pale mtaani. Tunabeba mizigo. Kukiwa na harusi mwanaume, ikitokea misiba mwanaume, wanawake watalia, sisi tutaanza kuangalia maturubai yako wapi, viti viko wapi. Mwanaume anabeba social weight. Ukishaitwa mwanaume unabeba huo mzigo. Jambo la tano na la mwisho, mwanaume anabeba leadership weight, uongozi. Kila uamuzi anaofanya mwanaume unaathiri familia yake. Mwanaume ameumbwa kama leader. Mwanaume ameumbwa kama kiongozi. Shule, nipeleke wapi watoto wakasome, ni mwanaume. Wapi nitaishi, ni mwanaume. Matumizi ya nyumbani, ni mwanaume. Mwelekeo wa kiroho wa familia, ni mwanaume. Maadili ya nyumbani, ni mwanaume. Sasa ndugu zangu, if the foundation cracks, the family shakes. Kama msingi utapata nini? Crack, ufa. Familia imefanyeje? Wanaume turudie, familia imefanyeje? Imeharibika. Huna cha kujitetea. If the foundation is strong, the whole house stands. Kama msingi utakuwa imara, jengo lote litakuwa nini? Imara. Kwa hiyo tunapoona crack kwenye familia, tukamtazame nani? Mwanaume. Nilikuwa naongea na mwezi wa 11 siku wanaume duniani. Nilikuwa nafundisha mameneja wote wa CRDB, matawi ya CRDB Dar es Salaam, siku wanaume duniani pale Posta. Nilipoanza mada hii, wanaume walikataa. Unajua tulivyoumbwa sisi tunawalaumu wanawake, lakini hatujajua nafasi zetu. Mungu alipokuja kwenda kwa mwanamke, mwanamke ndio alikula tunda. Alienda kwa nani? Kwa mwanaume. A foundation is measured by how much weight can be placed on it. Msingi, uzito, no. A foundation is measured. Wako ma structure engineer hapa. Kuna structure engineer hapa jamani? Structure engineer. Una calculate uzito wa msingi kwa kile ambacho kitakuja juu yake. So, una calculate uzito wa msingi kwa uwezo wa msingi kubeba uzito, kwa namna ambavyo uzito wa aina gani utakuja chini yake. Wakati ma structure engineer wana design ili kanisa, wali calculate viti vitakuwa vingapi.
wakapiga approximate uzito, kila mtu ana kilo 60, wakajumlisha kwa watu 1000 watakayekaa hapa, wakaweka na uzito wa viti, wakaweka na uzito wa hizo nguzo, ndio wakajua huu msingi unaweza kubeba. Kwa hiyo ndugu zangu, familia, jamii itakuwa strong kama mwanaume alivyo strong. Narudia, the society is only as strong as it is male. Familia itakuwa imara kama wanaume watakuwa imara. Wanaume wasipokuwa imara, hatuna familia imara. Mtasema tunavyosema, na sasa hivi shetani anajua, ndio maana anatandika wanaume. Anajua mwanaume, mimi ni mwenyekiti wa jumuiya, lakini wala sifanyi kazi nyingi sana. Mke wangu ni mwazini, makamu wangu ni mwanamke, kwa mke wangu mwanamke, katibu ni mwanamke. Mimi kazi yangu ni kutoa direction. Kazi kubwa wanafanya wao, lakini nisipokuwepo kuna kitu kina miss. Kwa nini? Mwanaume ndio anatoa direction. Shetani anajua nikitaka niue kanisa, acha nidili na wanaume. Kilichofanyika Beijing mwaka 84, madhara yake tumeanza kuona sasa hivi. Nitaongea muda sio mrefu, nitaongea. Our society is in a bad condition. Jamii yetu iko katika hali mbaya kwa sababu misingi sio imara tena. Misingi sio imara tena. Men are not in their position. Wanaume wapo tena kwenye nafasi zao. Wanaume hatupo kwenye nafasi zetu. Siku za jumuiya ndio siku za jogging. Jumamosi ambao ni siku ya jumuiya, wanaume wako jogging. Siku za kukutana wanaume hawaji. Men are too busy. Wanaume tuko busy, tunatafuta pesa. Ongereni, nimewaambia tunabeba huo uzito, lakini tuna jukumu la kuangalia familia yetu. Angalieni masuala ya single mother sasa hivi. Kwa nini single mother wanaongezeka? Tutaongea tunavyosema. Wanaume, mwanamke anakuja, mimi nadili sana na vijana, nitawapa peji yangu muangalie. Nadili sana na semina za ndoa. Vijana, mimi nakuambia, unaongea na kijana wanaume ameoa na miaka 3, haelewi maana ya ndoa, haelewi. Anazania mwanamke ndio atamlisha. Mwanamke anaingia kwenye ndoa, anamkuta mwanaume yeye anajua betting, anajua timu za mpira za Uingereza, anashabikia timu mbovu Tanzania inaitwa Simba. Yeye yuko kwenye mpira tu. Mambo kama baba Padri ni Simba, shauri lenu, mimi ndio naongea hapa. Lakini ninachotema nini? Wanaume hawapo kwenye nafasi zao. Baba anarudi saa 8 usiku. Nawaambia ukweli, nina mtoto wa miaka 3. Huyu ni anko wangu na yule wanajua mimi ndio namlaza mtoto kila siku, mimi ndio namlaza. Mimi ndio namlaza, nasali naye, analala mikononi mwangu. Mimi ndio namlaza. Kuna baba mtoto analala miezi hamjui baba sura, anakuja saa 7 usiku, anatoka saa 12 asubuhi. Sio wa baba wa salasala, ni wa mama wa baba wa kule. Nyie naomba mjipige makofi, nyie hamna shida kabisa, nyie hamna shida. Morals have collapsed. Maadili yamemomonyoka ndani ya jamii. Marriages are breaking. Ndoa zinavunjika kila siku. Niko kwenye counseling za ndoa. Hali ni mbaya, hali ni mbaya. Ndio maana kwa kweli nirudie tena kuwapongeza uongozi wa parokia, japo muda ni mdogo, kutuandalia semina kama hii. Naomba mwapigie tena makofi. Hali ni mbaya, hali ni mbaya. Children are being abused. Watoto wa kiume pale nyumbani, unamwalika mjomba anatembea na mtoto wako wa kiume, wewe hujui kama abuse, wewe ufahamu. Nikasoma quotation ya mtu mmoja inasema hivi, ngoja nisome. Anasema hivi: kuku analea watoto wake, bata analea watoto wake, nyani analea watoto wake, hata mbuzi na ng'ombe wanalea watoto wao. Tusije tukaacha wanyama wasio na akili kulea, halafu sisi wenye akili na tulioumba kwa mfano wa Mungu tukaacha kuwalea watoto wetu. Tukabaki tunakimbizana na maisha. Lazima mzazi utenge muda wa kulea mtoto wako. Naomba wanaume wote waseme amen. Wanaume wa salasala semeni amina. Nikasoma quotation na dada mmoja anaitwa Flavian Matata, amesema hivi:
aliandika kwenye Twitter yake, yuko Marekani huyu: kaka zetu na baba zetu, jitahidini sana kuhimizana kuhusu kutunza familia mkiwa kwenye mazungumzo yenu. Kumekuwa na tatizo kubwa sana la vijana wa kiume kukimbia majukumu kwenye familia na uwezo wanao. Inatia aibu na inasikitisha sana. Mke na watoto wanatakiwa kuwa kipaumbele chako. Pigia makofi ya dada. Mke na watoto wanatakiwa kuwa kipaumbele chako. Hali sio nzuri, hali sio nzuri. Msingi ni lazima uwe kipaumbele cha kwanza, kwa sababu kitu kingine kitajengwa juu yake. Mungu hakukosea alipomuumba mwanaume. Kwanza alikuwa anatengeneza msingi. Hiyo ilikuwa pointi ya kwanza tu. Wanaume wanabeba uzito. Siri ya pili ya msingi, msingi hauonekani. Jamani, huu msingi mnauona hapa? Msingi hauonekani, uko hidden, lakini ndio unabeba nini? Uzito. Ndio tatizo la wanaume, tunabeba mambo mengi, lakini wakati mwingine hata tuonekane. Usilalamike, wewe ni msingi. Wanaume naomba mjipongeze, wewe ni msingi. Hata kama wakuoni, unalipa ada wewe, anasifiwa mama, usiogope, wewe ni msingi. Wakuoni wewe na mwanaume anaumia, anafanya kazi, anaendesha bajaji, anaendesha bodaboda, mvua inapiga juu yake ili familia yake iwe bora, lakini anasifiwa mama, usiogope, wewe ni msingi. Hauonekani, lakini wewe ndio unaibeba familia. Naomba umpongeze mwanaume mwenzako, mwambie hongera sana, hata kama huonekani, hongera. La mwisho, foundation determine the future of the building. Future ya hili jengo inategemea msingi. Future ya hili kanisa letu lililo zuri, ni kweli tunaliona zuri, lakini inategemea msingi. Ndugu zangu, wanaume wenzangu wa Salasala, discipline yako, maamuzi yako, tabia, habit itadetermine the family future. Itategemea familia yako itakuwaje baadaye. Nafundisha semina na mimi huwa sihangaiki na wanawake. Kiangalia semina zangu na watafuta wanaume, sababu ndio msingi. Hapa tuwasaidie, hali ni mbaya, tuwasaidie vijana wa kiume. Naomba tuseme amen. Naomba tuseme amen. Future ya familia inategemea kijana wa kiume. When the foundation is damaged, foundation ikiharibika, the whole buildings go down. Jengo lote litaenda wapi? Chini. Na ndugu zangu, ni rahisi sana kurepea madirisha, ni rahisi sana kurepea mlango, ni rahisi sana kurepea paa, lakini kurepea msingi sio rahisi. Kuna kitu kinaitwa underpinning. Underpinning maana yake inabidi utafute mashine nzito ambazo unachimba huku chini mpaka kwenye msingi, alafu unatafuta mashine ambazo zitashikilia jengo wakati unafanya repair. Very expensive, too expensive. Kurekebisha msingi ni gharama. Ndugu zangu, wanaume wa Salasala, najua hii siku moja itatosha. Ningetamani nipate muda mrefu tuulizane maswali na tuombeane na tujengane. Unapoona mgogoro, kanisa aliendi vizuri, ni mwanaume tunamwangalia. Tutaongea tunavyoongea. Ndugu zangu, nchi ikipata shida anaangaliwa nani? Rais. Nchi ikipata shida anayefuatwa nani? Rais. Kampuni ikiyumba anafuatwa nani? CEO wa kampuni. Sisi tumeitwa ni vichwa vya familia. Huku kote kichwa kiko hapa, ndio kina maamuzi, ndio kina macho, ndio kina masikio, ndio kina pua. Sisi ndio tunaangalia mwelekeo wa familia. Ukisoma magazeti, si kama kuna gazeti utasoma sasa hivi upati mauaji. Nimechukua tu matatu hapa. La kwanza, East Africa, auliwa na mume wake akiwa amelala usingizi. Nipashe, ITV, Mashaka aua mke atupa mwili shamba la mahindi. Miladi hayo, mume wa Naomi ahukumiwa kunyongwa. Mwananchi, ahukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa kumuua mkewe. Jambo TV, mume aua mke na kuchimba kaburi na kufikia chumbani. Miladi hayo, mume aua mke naye ajinyonga. Ndoa
ina miezi 8. Haya ndio mambo tunasoma kila siku kwenye magazeti. Baba Padri, hatuna namna, lazima tuongee na wanaume. Hatuwezi kunyamaza. Tumsifu Yesu Kristo. Wanaume tutenge muda tuongee, tuitane, tujadili mambo yetu. Changamoto unayopitia wote tunapitia, tatizo ni hatuna tu maarifa. Mimi nimesubiri mtoto miaka 12. Ndoa yangu nimefunga 2010. Nimetoka Uingereza, nimemaliza degree yangu ya pili, nikaja nikachumbia, nikaoa 2012. 2010 nimepata mtoto 2023. Miaka 12 nasubiri mtoto. Sikuwahi kuchepuka wala kutoka nje. Niliendelea kubeba huo uzito. Tumsifu Yesu Kristo. Niliendelea kubeba. Tatizo la wanaume, akikosa anachepuka. Ukichepuka, mke wako naye anapata mimba, umeshatengeneza bomu. Hilo bomu utakufa nalo. Wanaume tumeumbwa kubeba mzigo. Wanaume Katoliki, kuumbwa mwanaume sio kitu kirahisi. Jengo linaweza kuwa zuri, haijalishi jengo ni zuri kiasi gani, haijalishi jengo ni la gharama kiasi gani, kama msingi hauko sawa, lazima kuna kuanguka tu. Kama msingi hauko sawa, lazima kuna kuanguka. Kama mwanaume hatutajifunza kusimama kama misingi, ndoa zetu zitatushinda. Ili kanisa zuri, miaka michache ijayo hatutakuwa na waumini huku ndani. Walioenda nchi za nje wanajua hali ilivyo. Mimi nimesoma Uingereza kidogo. Kanisa ambalo tulikuwa tunasali tulikuwa 8 watu 8. Edinburgh ndio kanisa alikuwa nasali Nyerere. Nilienda Scotland kule Glasgow, kanisa kubwa halina waumini, limefungwa siku nyingi. Makanisa mawili ya Newcastle yameuzwa mwaka jana, yamenunuliwa na Waislamu. Kwa nini? Alianza kudili na wanaume. Unapoona wanawake wanajaa kanisani, wanaume hawapo, ni hatari. Unapoona wanawake wanajaa kwenye jumuiya, wanaume hawaendi, ni bomu. Kanisa haliwezi kusimama, wanaume wasimame kwenye nafasi zao. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba nimalizie na mwanaume kama nguzo. Salamu yetu, mwanaume kama nguzo. Wanaume Katoliki tunafanya hivi. Wanaume Katoliki, nguzo imara, hekalu la Bwana. Sasa aliobuni hiyo salamu sijui na ningetafutaga nimfahamu, sijamjua na alipata inspiration ya Holy Spirit, alipata uvuvio wa Roho Mtakatifu. Nguzo ni kitu kinachotumika kama msaada wa kushikilia uzito wa jengo. Na uzuri hapa zipo. Hapa tunazo nguzo. Mnaona ile pale, kuna ile pale 1, 2, 3. Ile ni ya rectangular, hii ni ya cycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hizi ndio nguzo. Mnaziona hizi? Hizi ndio nguzo. Ni sehemu ya jengo inayobeba uzito na kusaidia kuleta uimara na uthabiti wa jengo. Hiyo ndio maana ya nguzo. Sehemu ya jengo inayobeba uzito na kushikilia uimara na uthabiti wa jengo. Hili jengo letu hapa limeshikiliwa na hizo nguzo hapa. Hizo. Nimeanza na msingi kwa sababu hizi nguzo zinapeleka uzito kwenye msingi. Nguzo Kiingereza zinaitwa column. Hizo ni column au pillars. Hizi zinazoenda huko zinaitwa beam. Hizo hapo, hiyo ni beam. Hii ni column. Kwa hiyo hii column hapa inachukua huu uzito wa huku, unapelekwa na ule unakuja unachukuliwa na huu, unashushwa unapelekwa kwenye foundation. Na nguzo ziko za aina nyingi. Kuna nguzo za chuma, kuna nguzo za mbao, kuna nguzo za zege. Hizi hapa ni za zege. Hizi hapa. Mungu alipomuita Yeremia kwenye Yeremia sura ya 1, namalizia sasa hivi, mstari wa 17 anasema hivi. Yeremia 1:17 anasema hivi: maana tazama, nimekufanya leo kuwa mji wenye boma na nguzo ya chuma.
Wanaume wote sema nguzo ya chuma. Kila mwanaume kwa nguvu sema nguzo ya chuma. Na kuta za shaba juu ya nchi yote. Kwa hiyo Mungu alimtengeneza Yeremia awe nguzo ya nini? Ya chuma. Juu ya nchi, juu ya falme, juu ya wakuu wake, juu ya makuhani na juu ya wananchi wote. Ndugu zangu wanaume tulioko mahali hapa, Mungu anataka wanaume wa Salasala tusimame kama nguzo. Semeni amina. Mungu anatuita wanaume wa Salasala tusimame kama nguzo. Ukiona mwanaume ambao anatakiwa kuwa kwenye nguzo hahudhurii jumuiya, nimesema hilo ni jambo la hatari sana. Ukiona mwanaume ambao ni nguzo hana muda wa kusali na familia yake, ujue hilo ni jambo la hatari sana. Ukiona mwanaume ambao ni nguzo hashiriki mambo ya kijamii, hilo ni jambo la hatari sana. Wanaume nguzo imara, hekalu la Bwana. Kama wanaume hatutakuwa nguzo za chuma, kanisa litadidimia na kuanguka. Kama hatutasimama kwenye nafasi zetu kama wanaume, ili kanisa litazame, ni jambo la hatari. Na tunaona wanawake wanavyokimbia. Ukienda kwenye madhehebu mengine utawakuta wamejaa wanawake. Kuna kitu wanakikosa, kuna mwelekeo hawajapewa na hao wanaume pale nyumbani. Na ukisikiliza vijana wakati wanaanza kujiandaa kwenye ndoa, hawana muda wa kufundishwa, hawana muda wa kujifunza neno la Mungu. Utawakuta wanaume wanafanya maandalizi, anafanya maandalizi ya suti, anafanya maandalizi ya viatu, anafanya maandalizi ya staili za ngono, hajui majukumu ambayo anakwenda kuyabeba. Na mwanaume sisi hatukimbii familia. Yes, tumemaliza, tuko kwenye Pasaka hapa. Hakuna mwanaume ambaye anamfurahisha, anampenda kama Yesu. Hebu mpigieni Yesu makofi jamani, mpigieni Yesu makofi. Hakuna kituo kwenye Biblia ambacho kinasema Yesu akakimbia msalaba. Umeshakuta hicho kituo? Ameanguka mara 3, lakini akaendelea kubeba msalaba. Katemewa mate, kasemwa, tutasemwa, tutasingiziwa uongo. Presha za familia zitakuwa kubwa, presha za kiuchumi zitakuwa kubwa, mambo ya jamii, mizigo itakuwa mikubwa. Lakini wanaume hatutakimbilia familia zetu, hatutalikimbilia kanisa, tutaendelea kung'ang'ana na kanisa. Mpigie Mungu makofi kama umenielewa. Hakuna kukimbia kanisa. Ni kweli tutapata changamoto. Yesu alipata changamoto, akaenda vituo vyote 13, hakuishia njiani. Mwanaume hatutaishia njiani. Mwambie mwenzako hakuna kuishia njiani. Mwambie hakuna kuishia njiani. Mwambie hakuna kuishia njiani. Hakuna kuishia. Hakuna kunyonga, hakuna kupiga mke. Hakuna. Namalizia na kusema mfano wa Samson na kuonyesha umuhimu wa nguzo. Siku ya mwisho ya kifo cha Samson, walimtoboa macho. Walipomtoboa macho, wakampeleka kwenye ukumbi mkubwa, wamejaa watu kama 5,000, si Biblia inatuambia. Akiwa ametobolewa macho, wakaanza kumzihaki, wanamwambia hebu tuchezee, tuimbie. Samson akaomba akasema, naomba mnionyeshe nguzo ziko wapi, nguzo 2 kama zile. Akaenda akazishika nguzo 2, akajua hizi nguzo ndio zimeshika uzito wa lile jengo. Akazikamata zile nguzo, hiyo ni Waamuzi sura ya 16, akazi press kwa nguvu, jengo lote likaanguka, wakafa watu wote pale pamoja na yeye. Ndicho anachokifanya shetani. Anajua nikitaka niangushe familia, acha nicheze na nguzo, acha nicheze na nguzo. Akibomoa nguzo, amemaliza kila kitu. Waangalie vijana wa kiume sasa hivi, wanataka kuwa wanawake, wanavaa kama wanawake, hawana confidence. Chuo kikuu pale unaitwa vijana wafanye presentation, vijana wa kiume wanajificha vijana wa kiume, wasichana ndio wana present. Waite vijana kwenye majukumu, vijana hawawezi, vijana wa kiume sasa hivi hawawezi tena. Hii ni hatari.
Nimewaambia tena, ni hatari kuona wanawake wamejaa kwenye jumuiya. Ni hatari kuona wanawake wanahudhuria kwenye semina, wanaume wahudhurii. Ni hatari kuona wanawake ndio wanafanya kazi ya Mungu, wanaume tunakimbia majukumu. Ni hatari kuona wanawake ndio wanatoa michango mingi kanisani, wanaume watoi. Ni hatari kuona wanawake wanaongoza sala, wanaume wanakimbia. Ni hatari. Tuokoe mambo ya single mother tuweze kuona. Kuna matatizo yao tutakuja kuyaongea tukipata nafasi, lakini nimekuja leo kusema mwanaume, wewe ni nguzo. Tunachopitia sio rahisi, lakini Mungu kukuumba mwanaume alijua tunaweza. Tumuombe Mungu atusaidie wanaume wa Salasala turudi kwenye nafasi zetu. Leo Mungu anauliza, where are you? Adam, uko wapi? Adam wa Salasala, uko wapi? Ni kitabu ambacho nakiandika, niko kama chapter ya 4 ya 5 kwa ajili ya vijana. Adam, uko wapi? Wana Salasala, wanaume, turudi kwenye nafasi zetu, turudi kwenye nafasi zetu, turudi kwenye nafasi zetu. Lisaidieni kanisa, saidieni jumuiya. Ukishakuwa mwanaume, ndani yako Mungu ameshaweka uwezo wa kuwa leader ndani yako. Rudini kwenye majukumu yenu. Saidieni baba padri kuliongoza hili kanisa zuri. Msikimbie majukumu ili tuweze kulisaidia kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi kama umenielewa. Basi nimshukuru tena baba padri kwa mwaliko alionipa, na nimefurahi sana kuja hapa siku ya leo. Salasala wiki 2 zilizopita imepata sifa nzuri sana, imeongelewa sana kwenye media na kwenye mambo gani. Hii inaonyesha jinsi gani ambavyo mambo yanaenda kuwa mazuri. Mkiona mnazungumzwa hivi sio kwa ubaya tu, kuna mambo mazuri yako mbele yenu. Naomba mjipongeze Salasala, mambo mazuri yanakuja, na ninaamini kabisa kwa uongozi wa baba Albanus, Salasala itakwenda kupaa. Mimi nawaambia Salasala inakwenda kupaa. Kuna majina machache nimeyasikia hapa ya watu ambao nawafahamu. Kuna rafiki yangu anaitwa yule mwaziri, mwenyekiti wa waziri anaitwa nani? Limo yuko wapi bwana? Rafiki yangu Limo. Yule pale. Safi, yule nampenda sana. Mpigeni makofi Limo. Na kuna mwenyekiti wa UWAKA namfahamu, anaitwa Chaz. Salasala inakwenda kupaa. Yale yaliyosemwa yote yafuteni, msonge mbele, muweza kulibeba kanisa lenu lisimame imara. Baba askofu akija hapa akute parokia ambayo yenye mfano ni Salasala. Pigia Mungu makofi kama umenielewa. Na leo nimefurahi sana kusali na baba yangu hapa Kamugisha, moja ya mapadri ambao kwa kweli wanafanya kazi nzuri sana ndani ya kanisa. Amesaidia waumini wengi wa Kikatoliki wajitambue. Amesaidia Wakristo wengi wa Kikatoliki wasiame dhehebu, wajue kwamba tuna mapadri ambao wanaweza kutusaidia. Kuna mapadri ambao wanahubiri, kuna mapadri ambao wanatia moyo, kuna mapadri ambao wanaandika vitabu. Ni mwandishi wa vitabu, ni PhD holder, anampenda Mungu, anafanya kazi kubwa sana. Mpigeni makofi baba padri Kamugisha kwa kazi kubwa aliyofanya. Nimesoma vitabu vyake vingi toka mdogo, zamani kidogo nimesoma, navyo pale nyumbani. Baba, Mungu akubariki sana. Nimefurahi leo kusali pamoja na wewe mahali hapa. Na mimi nimeandika vitabu, nadhani anajua tulishabadilishana vitabu. Nimekuja na vitabu kadhaa, yeye anavyo vingi sana. Mimi na vitabu kadhaa vitakuwepo pale nje, na kitabu cha Uhuru wa Kuchagua, Sala la Adamu na Eva nilivyoliongelea hapa, liko sura ya 1 kabisa, na kinaongelea maisha yako, unachagua wewe, sio Mungu. Mbele yako Mungu ameweka uzima na mauti, wewe ndio unachagua, sio Mungu. Kuna cha Kiingereza pia, Uhuru wa Kuchagua, the power of choice. Kwa hiyo kuna cha Uhuru wa Kuchagua Kiswahili na Uhuru wa Kuchagua Kiingereza. Na kitabu cha Nani Aliyekuambia? Nani aliyekuambia wewe ni mjinga? Nani aliyekuambia una akili? Nani aliyekuambia ndoa zote ni mbaya? Nani aliyekuambia utafika mbali? Kiko hapa, kuna cha Kiswahili na cha Kiingereza. Cha Kiingereza chake kinasema who told you? Who told you? Who told you you are naked? Nani aliyekuambia uko uchi? Kuna kitabu cha Inuka ule, masomo 50 ya kukusaidia kumaliza safari salama. Na kuna kitabu kingine cha kina mama
tutakitangaza kwa kina mama, lakini kama una binti yako ninaomba utakipata pale. Naitwa Mwalimu Kanuti, natoka parokia ya Makabe, Mbezi Makabe. Ni mwalimu wa neno la Mungu kwa miaka 23 sasa. Ninafundisha pia corporate, nafanya corporate training kwenye makampuni mbalimbali Tanzania, ukiniangalia nina Kongo, Uganda, Kenya, mwakani Zambia, na mwaka huu Zambia, na mwaka huu tena Kongo. Kwa hiyo tunafanya hizo kazi. Ukitaka unifuatilia kwenye mitandao ya kijamii, na hili somo litapatikana ukiingia YouTube ya Life Rise TV. Life Rise TV. Hili somo litapatikana kuanzia leo au kesho, mtajiona kule, ili tutangaze pia sifa nzuri za Salasala. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana.